Bwana, ni siku nyingine tena ndani ya studio za Classic Vibe tumepata mgeni. Sitaongea mambo mengi, atajitambulisha. Inawezekana unamjua au umjui. Kama umjui utamjua leo, lakini kama unamjua leo utamjua zaidi. Aisee, karibu sana ndugu yangu. Asante sana. What's up man? Naitwa Voice Dion, wengi wananijua kama The Voice Dion, lakini natumia pia King Man. Niko na film official hapa. Nyama ni mwingi. Ndio kama hivyo, nyama ni mwingi. Leo tuko na Voice Dion kama ulivyosikia alivyojitambulisha. Tutakuwa na maswali, tutakuwa tunahojiana naye maswali hapa na pale. Katika kipindi hichi utajifunza, kama na wewe ni msanii utajifunza, kama na wewe ni shabiki utajifunza mengi kuhusu jamaa, utajifunza pia mengi kuhusu maisha. Hata muda tu tuzungumze naye afu tutaona. Natamani nianzie sehemu moja. Ndio. Tuanzie kwenye jina Voice Dion. Hili jina lina maana yote fulani, limetoka wapi, kitu kama hicho? Jina kwanza kabisa mwanzoni lilikuwa refu kidogo. Ndio. Yaani kama vile lilifupishwa. Mwanzoni nilikuwa natumia Real Voice yanza kwa kweli. Ikawa refu sana. Watu wakanishauri kwa nini ile Real sifanye tu ikawa Real afu kuchanganya na Voice. Kwa hiyo nilipokuja nikaicombine ikawa Voice, ikawa ya maana moja yani. Kwa ndio kitu kama hicho yani. Kwa kumbe tukija kwenye origin ya jina ni Real Voice ambayo ni Real Voice, ndio. Watu wengine wanaweza kawa wanakujua, kuna baadhi ya watu wanaweza kawa wanakujua kutoka historia yako tokea zamani kipindi kile tuko kwenye kundi na nini. Bwana, kuna jambo moja naweza nikalisema hapa kidogo. Huyu bwana tulikuwa naye kwenye kundi. Kama ukisikia nimeongea habari za kundi na nini, tulikuwa naye kwenye kundi moja, Wonderful Music. Tulianzia mbali sana huko kwenye Paradise Music, Wonderful Music na mambo mengine kama hayo. Lakini sasa nikiongea sana mengi nitakuwa namaliza utamu. Bora yeye mwenyewe akaongea kwamba anatokea wapi, ni wa wapi. Kidogo akatupa historia, anatokea wapi, ni wa wapi, muziki kaanza lini na na malengo gani kidogo kwa uchache na muziki uko mbele. Salon tamu. Tulikuwa katika kundi moja. Ndio. Nafikiri ile kundi sio kwamba lilivunjika. Ni kwamba kila mtu alienda katika majukumu yake. Wengine walienda kusoma, wengine walienda huku kozi, lakini mpaka leo kufanya kazi tunafanya. Kutana kama kazi tunafanya. Na mimi wana film official ndo alinileta katika ile kundi. Tukakutana tukawa wengi, tukafanya kazi nyingi, tukawa na mambo moja, ndio hivyo tukaja kutengana kwa sababu ya majukumu mbalimbali. Na mimi na harakati zangu ndo zilianzia hapo katika kipindi kile. Unanichukua wewe ukanileta kwenye kundi pale, unanielekeza jinsi ya kuandika ngoma na nilianza kurap. Wewe unajua nilianza kurap. Mwisho wa siku ndo unajua msanii anabadilika. Mpaka unajua mimi niko sehemu hii hapa. Ndo nika hivyo mpaka sasa hivi naendelea kuimba kama hivyo. Na unajua kuna jambo moja kwa wale ambao wanakujua, unakaa kimya muda mrefu, hamna kazi, hamna nini. Hebu tuzungumzie ukimya. Bora kazi zipo, lakini sio kwamba muda wa kuziachia utafika. Kuna mambo ambayo yananilet down kwa sasa hivi ambayo yananifanya nisiweze kuachia kazi. Lakini muda ukifika kuachia kazi, nitaachia kazi. Na mimi naamini kazi ni kazi. Kazi hazina mbambamba. Kazi ni za moto. Muda ukifika, na ni kweli watu wengi wananiambia kwa nini waachie kazi kwa kimya. Kweli. Lakini pia ni kuna watu wanakuambia mbona uachie kazi? Ndio bado kuna watu wanakufuatilia. Ni kweli. Na wanatamani, wanawish kuona nazidi kusonga mbele. Na mimi labda niwahakikishie tu kwamba kazi zitakuja kali na mimi sitawaangusha. Kazi zitakuwa nyingi sana. Hit song. Unaweza sema heavy hit song zipo zinakuja. Kwa msitoke kunifuatilia. Na kwa makadirio, ukasema fanya makadirio, unadhani utakaa kimya kwa muda gani mpaka wakati ufike? Sijajua, sisi ngasema labda mwaka mmoja au mwezi ujao. Sababu wanapopanga na Mungu anapanga hichi. Kweli. Lakini asina muda mrefu sana. Kwa sababu mimi kama watu wengi hawajui kama mimi ni mwanafunzi. Bado nasoma, chuo naenda kumaliza chuo. Kwa baada ya kumaliza chuo nafikiri nitakuwa sina majukumu sana na nibana. Kwa hiyo itakuwa ni back to back. Sasa ndugu zangu, nadhani mmesikia. Ndio kuna ile nimesema mapenzi, ilikuwa ni mapenzi na shule ile nimechanganya. Itakuwa sasa muziki na shule ni mlenda ngapi leo? Nilikuwa nafanya. Sio kama ameacha muziki, anaandika, anaandaa kazi, anaingia studio na rekodi. Kwa kazi zipo, kilichoko ni kuziachia tu. Na kama alivyoahidi kwamba akishamalizana na mambo ya masomo, kwa sababu kuna msemo unasema mshika mawili mmoja umponyoka. Nadhani ndugu wangu hapa hataki kushika mawili, au sio? Of course, yes. Kama hivyo basi na sisi tunangojea kwa matumaini, tunakuombea, tunakusubiri kwa sababu ni matamanio yetu tufanye, kwa sababu tumetoka sehemu moja na tuendelee kukomaa. Kwa wale ambao mjui, jamani, kama kawaida, huyu jamani kibosho mabegani kama ninavyosemaga. Lazima tamsisitiza sasa hivi kwenye kazi zake
Kibosho mabegani tu tunaipigana yenyewe hiyo. Anatoka Kibosho, kwa wale ambao mjui ni Mchaga wa Kibosho, anapiga muziki tuko kule na mimi niko huko, tuko tunapiga kwenye kundi moja kama tulivyosema pale awali. Sasa ndugu yangu, ndio tutakuwa na maswali tu ya hapa na pale. Karibu sana, karibu. Swali la kwanza nataka kuuliza siku ya leo ni kwa mfano, na nakuwa napata swali moja kwamba hivi muziki ndio kuna uwezekano wasanii wengi inakuwa ngumu kuaminika kwenye mahusiano. Nataka niweke swali langu ili tuende sawa. Ni ngumu wasanii kuaminika kwenye mahusiano. Kwamba wasanii wengi wanaonekana watakuwa na wanawake wengi. Na ndio maana kwa hiyo ni kweli. Ni kitu ambacho kiko wazi. Na hata ukiangalia yani grupu kubwa au kundi kubwa la wasanii wa even Bongo Flava hata mawama mbele. Wengi sana yani hawajaoa. Kweli. Hata kama kaona kutakaachana na mke wake. Unajua hiyo inakuja kusana na sababu ni moja tu. Wivu wa mapenzi. Unajua katika vitu ambavyo wanawake kuamini ni kile kitu ambacho unakuta anapangalia video yako, unafanya labda video yeye, kile anachokiangalia kile unajua ni unafanya kweli. Kwa hiyo anapangalia vile, unajua yani ni ngumu kuamini ile ni kazi. Japo unamueleza unapenda kazi, lakini the way anapangalia ile video yako umeachia. The way unavyobishana kwenye video, unajua ni mambo ya kawaida. Anani ile na roho. Kwa hiyo ukiachia video ya kwanza, ukiachia tena ukachukua na mwingine, unaona kama vile mbona mtu anaishi maisha fulani kama vile, lakini wewe uweze ukamchukua yeye kila siku kaenda naye kufanyaje? Ni kitu ambacho hakiwezekani. Kwa ndo maana unakuta afu sana ubize mwingi. Yaani kwa wasanii ambao wameoana wasanii kwa wasanii kidogo, hiyo ndio inakuaga kama Aika na nani yule? Yule na Ray yule pale. Ndio maana mahusiano kama Jay-Z na nani? Beyonce yule pale. Wale ni wasanii wote. Kwa maana kutoka kaenda kuperform naenda wote. Lakini sasa wewe umetoka, kwa mimi wa Kibosho, nimemwacha mke wangu Kibosho. Niko Kigoma leo, niko Dar es Salaam na perform. Niko wapi nafanya muziki. Kwa hiyo inakuwa ni ngumu hata yule mwanamke kuniamini. Kwa ndo maana mahusiano mengi huwa yanavunjika kwa wasanii. Mimi swali langu nikilifanya nikaligeuza likaenda sasa kwenye private. Sasa wewe mwenyewe kwa maisha yako binafsi, umepitia changamoto na hii changamoto imekusumbua, labda ukashindwa kukaa na mahusiano, kabla unashindwa kukaa na mahusiano kwa sababu kile ukikaa uaminiwi, au bado hiyo changamoto haijaanza kukusumbua? Of course mimi siyaoa bado. Sema ni changamoto ishatokea. Naiongelea ni kwenye mahusiano tu. Kwenye mahusiano hiyo kitu ishatokea kwamba mimi shaka kukataliwa kwa sababu huyu mtu ananiambia wewe ni msanii. Ningekuwa sio msanii mimi ningekuwa. Nikamwambia kwani kosa langu nini kuwa msanii na kukupenda ina relate vipi? Ananiambia wasanii nyinyi muamini. Sasa yeye alikuwa anataka mimi niache muziki. Akati muziki ni kitu ambacho kiko kwenye damu. Yeye siwezi nikaacha. Mimi nimeshasema hata familia yangu siambia mimi nitawaimbia. Hata kama even ikatokea ni jafika zile malengo ambazo nataka kufika, nitakuwa naimba hata za nyumbani. Naimbia nyumbani mtaani, lakini muziki kuacha muziki ngumu. Yaani muziki ni kitu ambacho kiko kwenye damu. Kwa hiyo yule nafikiri ndio kitu ambacho kilimtatiza kwamba huyu bwana ni msanii na watu wengi wanaamini wasanii ni wauni. Kumbe kuna wasanii tu, yani ile ni kazi. Umeona? Kwa ndio kitu kama hicho. Sasa kwa mantiki kama hiyo na kwa maelezo yako hayo, sasa unaiambia nini jamii? Sasa kuambia unaiambia nini jamii kwa watu ni mtizamo kama huu ambao unachukulia wasanii hawajatulia, wasanii watakuwa na mahusiano mengi, wasanii ni uhuni na vitu kama hivyo? Hebu waambie jamii kitu kimoja. Labda mimi niseme kitu kimoja kwamba muziki ni kazi kama kazi nyingine. Ndio. Ni kama unavyosikia mcheza mpira. Mcheza mpira ile ni sanaa, muziki ni sanaa. Lakini sasa watu waache fikra potofu kwamba wasanii ni wauni. Japo kweli wasanii wengine tunajua kwamba ni wana mambo ambayo sio wauni, lakini sio wote. Jaribu kumwamini mtu na pia muonyeshe upendo. Of course hivyo. Naamini mkielewana kwenye mahusiano mambo yanaenda sawa. Lakini wewe kama muamini mpenzi wako na si ni muuni, ni ngumu. Yani ile mentality ya kwanza ushajijengea kwanza ni muuni. Mbaya. Kwa hiyo jamii kama jamii, dada zetu, tuaminini sisi wasanii, sio wote ni wauni. Watu wengine tumetulia, tunafanya kazi kama kazi nyingine jamani. Hivyo. Asante kwa jibu lako zuri. Sasa tuende kwenye swali jingine. Swali jingine ni kwamba kwenye harakati zako za muziki. Ndio. Familia, nikiwa na maana familia, watu wanaokuzunguka, ndugu jamaa na marafiki.
sana sana ikiwa naongelea sana labda wazazi wale watu waliokulea walichukuliaje walipokuona unafanya hizo harakati za muziki, wamechukuliaje? Kuna wamekubali au wamekataa au umekuacha? Labda niseme idadi kubwa ya ndugu au familia, watu wa karibu, najaribu kuficha sana kwamba mimi ni msanii, lakini kuna vitu ambavyo kisha kwa msanii yaani kuna vitu huwezi kuficha, hivyo ni mavazi. Yaani kuna vitu ambavyo watu unaweza kupita nje mtu akamwambia wewe ni msanii, unajua mambo hivyo. Hata ile pale nyumbani, japo ndugu wanashangaa, nimesikia unaimba, unaweza kumwambia hamna, na nilikuwa najaribu. Kwa hiyo mimi nimejaribu kuficha hivyo. Ni pia nililelewaga na katika familia ya Kiislamu nakumbuka. Kwa hata niuaga nikipita ile maeneo nikienda katika ile familia unaimba na uaga na mute ile pale umeona. Unakuwa kama hivyo. Lakini awishi kwanza kimaliza hichi ninachokifanya. Time ikifika itakuwa nitawaonyesha kwamba bana it's time to do something. Sasa na katika historia yote nzima hakuna sehemu nakumbuka kabisa mtu alikuchukia, yani alikuchukia tu kwa sababu ya kitu unachokifanya, yani akakuchukia tu? Wapo baadhi ambao kwamba wananiambia mimi nafanya uhuni. Mimi japo niliwakatalia, sijajiingiza katika hii sanaa kwa sasa hivi. Hizo ulizosikia nilikuwa najaribu, lakini mentality yangu ni kwamba mimi ikifika muda fulani I can do something. Kwa hiyo mtu akawa anasisitiza bwana, muziki utakufanya uwe muuni. Nakumbuka kuna bibi nimekaa naye, yule bibi nienda kumsalimia juzi kati. Yule bibi akaniambia bado unaendeleaga na ile kazi ya muziki? Nikamwambia nimestop kwa sababu ya masomo. Akaniambia wasanii sio watu wazuri. Wasanii wanaoana kwa ndoa za mikataba, mtu anaoa miaka miwili mnaachana. Kwa hiyo ni muda mrefu sionana na yule bibi. Kwa kila ngoja tu ngazema huyu naye hichi nachokifanya hapendi. Lakini uwaga inakuwaga kitu kimoja hivi kwamba msanii mwanzoni lazima ukutane na vitu kama hivyo, lakini muziki kweli ukishakubali, ukishaanza kulipa kwamba watu wakiona kwamba ni kazi, unasaidia jamii, kwa sababu muziki lazima ufanye return back. Lazima urudi kuambia jamii asanteni. Kwa hiyo ile unavyosaidia jamii, watu wanaona ona kitu kizuri hiki. Kama mtu anasaidia jamii, anasaidia watu wenye shida, watu wanapeleka msaada shuleni, watu wanatoa ile mentality kwamba muziki ni uhuni. Watu wanakuchukia, wanaanza wanafurahi. Kwa sababu hata wewe mwenyewe unaweza kuwasaidia, wanaweza kuwa na shida ukawasaidia shida kubwa ambao kutegemea. Kwa hiyo zile mentality zinaisha. Kwa ndo kama hivyo. Sasa tukiwa tunaelekea kama conclusion ya hilo swali au hitimisho la swali hilo, ningekuuliza swali moja sana kuhitimisha. Unamwambia nini kijana ambaye yupo nyumbani, anafanya muziki, anapitia changamoto kama hizi za kwako au kubwa kuliko hizi za kwako za watu waliomzunguka kama hivyo, wanamuona ni uhuni na vitu kama hivyo? Huyu kijana wewe unamwambia nini? Kwanza mimi nipenda kuongea kitu kimoja kwamba hivi kweli. Kama unajua una kipaji ndio cha muziki, afu jamii ya watu ambao wanakuzunguka una ile unaogopa. Unaogopa labda baba yako, unaogopa mama yako, unaogopa mjomba, unaogopa walezi wako, watu waliokuzunguka watakuchukulia vipi? Fanya muziki. Yaani fanya kwa moyo wako. Kweli. Regardless kwamba watakataa, lakini kuna siku wataona unawasaidia kutokana na nini? Au muziki. Hivyo tu mambo yanakuwa enda sawa. Bwana Revoice, swali jingine litakuwa kama hivi. Umewahi kutunga nyimbo au kuandika nyimbo ambayo aidha imehusu maisha yako moja kwa moja au maisha ya mtu anayekuzunguka moja kwa moja? Yaani umeandika kabisa, hiyo ni dedication, achana ile umetunga kama utunzi. Ile umetunga kitu ambacho umekiona live kwenye mtaani, kwa marafiki, kwako binafsi. Ushawahi kufanya kitu kama hicho? Bwana, hizo ngoma zipo. Sema sijaziingiza studio. Kwa sababu muda haujafika. Yaani mimi nachukulia ngoma kama hizo hapo ukizifanya. Unataka ufanye katika kipindi ambacho uko kwenye hit, uko kwenye motion. Kwa tayari kuna watu wanakusikia. Sasa unafanya hiyo ngoma afu uweke tena chini. Hata kipindi cha kuja kuipush unakuwa push kwa kasi kama vile utakavyokuwa umefanyaje? Umeiachia, kwa sababu ni ngoma ambayo inapeleka ujumbe. Kwa ziko lakini umezihifadhi. Zipo lakini nimezihifadhi. Ni jambo zuri sana, maana muziki ukifanya hivyo ni kama inaanzia kwako. Yaani mwenyewe unakuwa umejiandikia kitu ambacho ni cha kwako, au kama umeandika cha jamii unakuwa umeifanya ile sanaa imekuwa sasa private kwanza, alafu inakuja kuwa na public. Yes. Baada ya kuja kuachia na kuja kwa public. Sasa ndugu yangu, bado tupo na Revoice. Alivyojitambulisha nadhani yote tumeyaona. Tunaendelea kumuuliza maswali hapa na pale.
Nimeona nikafanya kama ka break kafupi, lakini lengo ni kukukumbusha kwamba kwenye comment pale utakao comment pale. Wakati mwingine tumuulize nini huyu bwana? Kwa sababu anaweza tukawa naye tena wakati mwingine. Au unamshauri nini, unasema nini, unatushauri nini sisi ambao tunaandaa hichi kipindi na kukileta. Kwa hiyo kwenye comment pale naomba uonekane ili uendelee kutuunga mkono, tuendelee kupata nguvu ya kufanya na wengine na wengine na wengine. Tukiwa tunaulizana maswali haya yote ambayo tunaulizana hapa. Sasa bwana Divoice, una mtoto, una mke, una chochote katika hivyo? Bana, naomba kwanza hiyo swali tuliweke secret kidogo. Simaanishi mchumba, lakini ndio anasema mke ni mke aliyeolewa kwa ndoa. Maana mimi nimeenda kuuliza kule official, mimi nimeenda kule juu official afu tunaendelea. Yaani una mke, sitaki mchumba. Ndio. Sitaki. Mimi sijaoa. Lakini sijaoa ndio. Ndio. Hujaoa na mtoto? Yuko mtoto au pia na yenyewe hakuna? Kwa nini umeuliza swali basi? Sometimes unaweza kaa ana mke lakini ana mtoto. Mwingine ana mke wala mtoto. Mimi si mtu kama hajaoa mtoto hana. Kuna ambao sasa mtoto unajua, mtoto sio apatikani kwenye ndoa, hata nje ya ndoa. Na kitanda kizai haramu. Wanasema hivi. Of course ile swali naomba tulegee pending kidogo kwa sababu kuna itakuwa kidogo na nini? Itachanganya watu. Basi lakini muda ukifika nitaambia kwamba mimi nimeoa au nina mke na mtoto au na watoto. Muda ukifika tutasema. Lakini kwa sasa hivi naomba tuweke pending. Basi hamna shida hapo, nimekuelewa. Sasa bwana Divoice, una ndoto ya kufanya kazi na msanii gani kwa haraka haraka mkubwa? Of course msanii yote anafanya vizuri. Au Diamond au Alikiba, Harmonize, Mario, yote anafanya vizuri. Hata kama ni msanii mdogo anafanya, lakini even mradi wao anafanya vizuri, vizuri, nitafanya naye kazi kwa sababu kufanya kazi na msanii anayefanya vizuri ni moja ya kitu ambacho kitakusaidia na wewe kupush kazi zako, watu kukufahamu. Unaweza kufanya kazi na msanii mkubwa lakini afanye vizuri na isikusaidia chochote, lakini muhimu ni kufanya kazi na msanii anayefanya vizuri, ambaye yuko kwenye motion, yani ambaye anatoa hiti, ambaye ndio watu wana na mpaka hapo ulipofikia, umewahi kupitia changamoto gani kubwa sana kwa sababu ya muziki? Changamoto ya muziki? Yaani ukasema muziki niache au vipi? Changamoto ni ile kwamba mimi kusema kweli, changamoto nayopitia ni kwamba natamani kuachia kazi, lakini masomo na let down. Na mbaya zaidi kitu ambacho kinaniumiza ni ile watu, lini mbona waachia kazi mbona kimya afu kazi unazo? Unajua hiyo ni mbaya. Na muda unafika sehemu unaziangalia, niachie. Lakini sio taratibu ambao, na kuna watu pia wananishauri, bana maliza hichi unaofanya. Kwa hiyo zile pressure za mashabiki kwamba nakwambia achia kazi, hii mbona uko kimya? Mimi naona ndo changamoto kwangu. Bali na hapo labda management ya pande mwingine. Na siamini sana kwenye management. Ila management ni kitu ambacho kinakusimamia. Hivyo. Ndo changamoto hiyo.